Usharika wa Mkweseko unaungana na sharika zote za Dayosisi ya Kaskazini kukukaribisha katika juma linaloanza tarehe 17 mpaka tarehe 24 kwa ajili ya mafundisho juu ya Roho Mtakatifu na maombi. Wakati tarehe 24 itakuwa ndio siku ya kuadhimisha kumpokea Roho Mtakatifu. Na kumpokea Roho Mtakatifu ni utimilifu wa ahadi ya Yesu Kristo ya kutupelekea sisi wafuasi wake Roho wa Mungu, ili tuwezeshwe kushuhudia juu ya kutenda mapenzi ya Mungu na yeye akishuhudia ndani mwetu. Mwanadamu tangu anguko katika dhambi hajaweza kusimama mwenyewe katika kujiongoza kuyatenda mapenzi ya Mungu, na ndipo Mungu anatupelekea Roho wake ili kutusaidia sisi kuyatenda mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Kuna umuhimu mkubwa wa kushuka kwa Roho Mtakatifu. Moja ni utimilifu wa ahadi aliyoitoa Yesu Kristo alipokuwa akiwaaga wanafunzi wake, wakati walipomuuliza, unapoondoka unatuachaje sisi kama wanafunzi wako? Na ndipo akawaambia, sitawaacha yatima, nitawapelekea msaidizi. Na Roho Mtakatifu anapoletwa kwetu anafanya makazi ya kudumu kwenye maisha yetu ya kila siku, kwenye miili yetu. Na ndio maana waraka kwa Korinto Mtume Paulo anatukumbusha kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini tunapojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sisi waumini tunatawaliwa na Roho Mtakatifu akitupa uwezo wa kuishi maisha ya kimungu na kufanya makazi yake ya kudumu ndani mwetu. Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu anafanya makazi ya kudumu ndani mwetu ili kutuongoza kuyatenda yale mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na kama vile ambavyo tunajifunza kupitia Yesu mwenyewe mara baada ya kubatizwa kwenye mto Yordani, ndipo tunaona Roho akimshukia kama ua na sauti ya Mungu ikitoka kutoka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa nipendezaye naye, msikilizeni yeye. Kwa sisi kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania tunaamini kabisa kwamba kila mtu alikusha kubatizwa anapokea Roho Mtakatifu kupitia ubatizo. Kwa hiyo mafundisho mengine ambayo yanakuja juu ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, hayo mafundisho hayaigusi sana imani ya